Okay, so tuko kwenye hatua ya tatu au kipengele cha tatu kwenye utumiaji wa mfumo wa Pixel mkopo. So hatua ambayo imebakia kwa muda huu hapa ni kuelezea upande wa mteja actually. So tutaenda kuangalia jinsi gani mteja anavyotumia mfumo, jinsi gani anavyoweza kujiunga, kuapply mkopo, jinsi ambavyo admin au loan officers wanaweza kuverify hizo request na kuzipitisha. So tuanze hapa. So nitaingia kwenye admin hapa. Okay, so ukishaingia kwenye administrator hapa admin anaenda kwenye upande wa lending. So ataenda kuview hizo au borrowers wote ambao wapo kwenye mfumo. So kama kuna request yote imetumwa hapa ataipokea. Umeona? Kwa mfano kama kuna hii request imetumwa hapa japokuwa haijawa verified, ila ni mteja ambaye ni mpya. Kwa hiyo kila new customer anakuwa anaonekana kwenye hii list hapa. So nakuja hapa kwenye upande wa web. Kwa mteja anaweza kujiunga kwenye web au anaweza kujiunga kwenye mobile app. So inategemea application hii iko kwa ajili kwa devices zote, Android, iOS, zinafanya kazi kwenye devices zote. So naweza nika apply upande wa huku which is the same, au nika apply kwa upande wa web. Umeona? Kwa hiyo nitaelezea upande wote. Nitaanza na web afu nitakuja kwenye mobile. Yes. So let's say na register, create account. Okay, nitajaza jina hapo. Okay. Okay, sawa. Email. Tajaza hapo. Okay, kama location itahitajika atajaza. Kwa hiyo itapick location ambayo yuko, japokuwa ni option. Kwa hiyo utaweka pin yako ya kulogin hapo. Umeona? Tajaza hapo pin. Umeona, ta create account. So baada ya kujiunga mfumo unatumiwa verification code. Kwa hiyo kuna verification code hapa imetumwa. Kwa hiyo nitaijaza hapo. Okay. Safi. Kwa hiyo imekubali. Kwa hiyo baada ya kujiunga inakuwa imebakia kwenye upande wa kuverify KYC. Umeona? Kwa mteja mpya anatakiwa verify KYC. Kwa dashboard ya mteja ndo kama hivi. Inakuwa hivi. Kwa atajaza hizi ID zake na kila kitu. Kwa actions verify KYC, kwa anaweza kufanyaje? Ku apply mkopo. Kwa maana una status ya KYC iko pending. Kwa akija hapa hataweza ku apply loans, japokuwa anaweza akatuma ile ikareview reviewed, lakini hataweza ku process automatically bila kuwa verified. Let's say amechagua agriculture. Umeona? Anachagua kiasi chake hapo. Okay, siku 30 sawa. Personal reason, okay. Guarantors atajaza hapo. And then atasubmit. Kwa akishatuma ombi la mkopo pia kwenye message itapokelewa. Umeona? Kwa yes. Kwa nitaonyesha hapo kwenye screen jinsi gani inavyoonyesha akishatuma hizo request. Anapopokea hiyo SMS kwa ombi lake likishatumwa la mkopo hapo itaonyesha. Alafu kingine nitarudi kwenye admin huko sasa. Yes, nitarudi kwenye admin huko. Kwenye admin huku kirefresh, unaona? Okay, ukirefresh utaona mteja mpya ambaye ameapply. Kwa hiyo sasa hapo utaview hizo taarifa zake hapo. Utaview details zake zote, utajiridhisha kama ziko sawa. Umeona?
Kwa kama ziko sawa basi unampitisha. Kama kuna issue yoyote una edit. Kwa kama kuna kitu kimemiss unakijaza huko. Kuna ID labda nini, location, umeona. Kama imemiss unaijaza hapo. Yes. Kwa una save changes. Baada ya hapo unakuja kwenye kuangalia mkopo alo apply. So ali apply mkopo, utakuja kwenye loan applications ambazo zimetumwa. Tukija loan application ya kwanza inakuwa ni ya huyu user hapa. Kwa ali apply mkopo kiasi fulani, unakuja unafanyaje? Una approve. So utakavyo approve mkopo, kama unataka kudisburse automatically unataka ku approve na kudisburse, uta click hapa. Yaani una approve na kutoa hicho kiasi. Lakini ukitaka ku approve peke yake, uta approve. Labda unataka ku approve lakini loan officer ndo atakaye process, au ni loan officer ame approve alafu wewe ndo una process disbursement. Umeona? Au unaweza ku edit before ufanye approvement. Labda unaona okay, hichi kiasi sio sahihi, labda nimwekee hivi ndio itakuwa sawa. Kabla sija approve nitapitia nione okay, disbursement nimpe kwa njia gani, labda mix, sio labda hiyo njia. Umeona? Mfano tu. Kwa hiyo ni Voda, nitachagua tu Voda hiyo. Down payment nitajaza, nitachagua labda sekta yake. Umeona? Mfano tu hapo unachagua sekta ambayo anahusika hapo. Okay. Chagua sekta yake. Chagua mkoa. Vitu ambavyo vilimiss unavijaza hapo. Kwa vote vilivyojazwa unavipitia. Processing fee unaweza ukaijaza hapo, kila kitu. Kuna attachment hajaweka unaiweka, alafu una save and then unakuja ku approve and ku disburse. Kwa nitachagua ni auto au ni manual. So let's say nimempa cash, manual au benki. Umeona? Benki gani? Labda NMB, labda Mpanda, mfano Mpanda. Au niweke cash au benki ya benki. Nimechagua benki, nichague tu benki. Nisichague branch, itaenda kwa general branch zote au mahesabu. Kwa nikisha approve muda huo kwenye simu atapokea huku ujumbe. Nitakuonesha hapo. Kwa kwenye simu atapokea. Kwa hiyo hapo umeshamaliza huo mkopo. Kwa hiyo unaweza ukaview kwa upande wa mkopo wake. Hizo interest zitaonekana, sijui kuna penalty, schedules, atajua analipia lini, imefuatia malipo yake na nini, kila kitu. Alafu tukirudi huko sasa kwa yule aliyotuma, ukirefresh, umeona mkopo wako umethibitishwa. Kwa akija kwenye my loans hapa anakuta mkopo wake huu hapa. Kwa anaangalia schedule zake, umeona zote kulingana na loan product ambayo imechaguliwa kwake, ambayo ameichagua. Okay, tukirudi kwenye mobile huku kwenye mobile, baada ya kulogin, ngoja ni log out afu ni login tena hapa kwenye mobile. Okay, so hapo utajaza namba ya simu. Umeona? Utajaza namba ya simu hapo. And then utaweka password yako. Sawa. So mteja kisha ingia kama hivi, atachagua. So kama ana apply mkopo mpya ata apply hapo. Umeona? Kama ni mikopo yake ataiangalia kwa hapo. Umeona? So kila kitu kinakuwa kipo hapo, na kwenye kulipa mikopo anaweza akalipa kwa hapa. Wanasema sasa vitu vingi kama haja verify KYC, application itamhitaji awe verify KYC. So ata verify hapo, na kama ni mkopo wa simu itakuwa ina detect. Kwa kama ni ameomba mkopo wa simu itaonyesha status hapo. Okay, so mkopo alionao ni mmoja. Yes. Ku verify KYC, ku apply mkopo mwingine. Kwa kwenye app inakuwa iko restrictive kwa sababu ya mechanism zilizopo huko, kwa logic zilizowekwa kwenye application. Kwa lazima awe ameverify
KYC. Kwenye web anaweza akatuma loan officer au admin aka verify personal, lakini pande zote mbili hawezi kupata mkopo bila kuwa verified. Kwa lazima uwe approved ndio aweze kupokea. Umeona, na kama alishapewa mkopo akilogin kwenye app ataona details zake zote. Umeona? So yes, hapa ndo kwenye application inavyofanya kazi. Ipo kwa ajili kwa Android na iOS. Yes.